Nilishtuka hapo hapo nikapiga kelele. Oh, hukuzimia? Huku nakimbia. Ile nakimbia nikabamiza mlango. Ndio? Ile nabamiza tu mlango. Baba mchungaji huyo hapa. Sawa. Kabla ya baba mchungaji, turejee kwanza hapo vitu ulivyoviona mle ndani. Na umetuonesha kwamba uliona vitu mithili ya kama binadamu, kama watu, lakini walikuwa hawaeleweki. Walikuwa wamevalia mavazi au walikuwa wako katika hali gani? Kama ni mavazi ya rangi gani? Yaani hali zao zilikuwaje kwa kifupi? Tuelezee kwanza hali ya kile chumba na wale watu ambao uliwaona katika kile chumba. Yaani kwa ujumla wale watu ambao yani inaonekana ni muda mrefu wamewekwa ndani, wamekuwa kama mataira hivi. Walikuwa wakitoa sauti yoyote? Yaani haongei, ila yani nilivyotokeza tu wakataka kuja kunishika. Wanakusogelea? Wananisogelea. Alafu pili wengine yani nywele zao ni ndefu, unajua ndefu. Yaani kiasi kwamba mtu ukimwangalia yani umekutana naye hivi ghafla. Ndio? Yaani sidhani kama wewe mwenyewe unaweza ukaganda. Kucha zao labda ulijaribu kubahatisha uangalie kidogo? Yaani ile unakuja kuangalia mtu anakusogelea alafu mikono yake kainyenyua, yani kama anataka kukuwao hivi. Yaani kwanza ni kitu ambacho nilipigwa na butwa ukiona kwa mchungaji. Yaani kwanza nilipiga kelele hizo, yeye mwenyewe akashtuka. Ndio? Yaani tuendelee mbele kidogo. Sasa baada ya kushtuka umetueleza hapo, sasa akaja macho yakagongana uso kwa uso. Yeye alionyesha muonekano gani au alikuwa katika hali gani? Alishangazwa au nini kilitokea baada ya pale? Tuelezee sasa situation iliyoendelea baada ya pale sasa mmekutana. Tulivyokutana kwanza alinikuta nimeshika mikono kichwani. Ndio? Akaniangalia. Mimi hapo ndo nikapiga magoti. Piga magoti. Akasema unapiga magoti ya nini? Unapiga magoti ya nini? Wewe si nilikukataza kuingia huko? Mimi kiukweli sikumjibu, machozi yalikuwa yananitiririka tu. Akasema umeshaanza kuwa jeuri kwa sababu gani? Hukutaka kunisikiliza. Nilikwambia usiingie huko na wewe umeenda kufungua mlango. Wa nini? Akaanza kunifokea pale. Mimi nikawa nalia tu, nimepiga magoti pale. Nalia. Akasema unalia, unamlilia nani? Kuna mtu kafa hapa? Kwa nini mtu unaambiwa kitu uelewi? Mimi nikawa nabaki kumwangalia, nimekaa kimya, nalia. Akaniambia sasa, kwa vile wewe umeamua kitu ambacho nimekukataza usifanye umefanya, utakuja kuyaona matokeo mbeleni. Wakati huo mama mchungaji alikuwa wapi? Naye alikuwa kishatoka au alikuwa bado yuko chumbani? Yaani hivi vitu, yaani vile vitu mle ndani inaonekana kama vilikuwa vina nani, yaani kama vya miujiza. Unakuja kuangalia kule getini kuna yule nani tunaita gateman, mlinzi au bodyguard wake hivyo. Ndio. Afu yule naye hakuja, lakini sauti alizisikia wakati mnabishana pale. Yaani hakuja na mama mchungaji pale hakuja. Yaani akawa yeye tu. Sasa kawa tunabishana wawili. Ni kama vile kuna shirika fulani. Yaani kama kuna kitu mazingara fulani. Kwa hiyo iliwaficha wao, ni kama iliwafumba. Ndio, tuendelee. Baada ya hapo akanifokea sana pale. Akasema kwa vile umeamua kufanya hivi vyote utaona matokeo yake. Nikasema baba, naomba unisamehe. Akasema nikusamehe kwa vile umeamua ukiuka masharti yangu. Yaani matokeo ambayo utakutana nayo utakuja kuamini. Nilitambaa mpaka nikafika miguuni kwake, lakini hakutaka hata kunielewa. Baada hapo
akaingia ndani. Nikabaki ni mtu ambaye yani pale pale nilikaa chini nikafikiria. Nikainuka nikaenda chumbani kwangu. Nikalia. Nikawa nafikiria sasa kauli aliyoniambia kitanikuta nini mimi? Maana mateso niliyoyapata kule kijijini ni makubwa. Haya, leo tena ninaingia kwenye mateso ambayo sielewi hata nitapitia nini. Nililia sana. Sikutaka sasa nimshirikishe mama mchungaji kwa sababu kwa muda huo nikakuta kama kuna vitu vitaingiliana. Nikabaki pale. Sasa siku moja nikamshirikisha yule mama. Akaniambia, yani nilianza kumsimulia namna ambayo nimekutana nayo. Ndio. Baada ya kumshirikisha akaniambia, wewe uliingia kile chumba? Nikasema, funguo uliipata wapi? Nikamwambia, mama, mimi nilikuta tu siku hiyo, yani nimeikuta funguo pale juu. Akaniambia, uliikuta? Nikamwambia, Akasema, mimi unajua sijawahi kuiona funguo ya hicho chumba. Nikasema, kweli? Akasema, Nikamwambia, sasa nilipotoka baba aliniambia hivi na hivi na hivi. Ndio alivyokuambia? Nikamwambia ndio, ameniambia hivyo. Akaniambia, ila usijali, kuwa na imani, nitaongea naye. Baada ya kuongea naye ikabidi tukae wote ili atuelekeze. Unaona? Baada ya kukaa naye akasema, baba huyo, mimi napenda mtu nikimwambia kitu awe ananisikiliza na anaelewa. Kama we mke wangu ulinisikiliza na ukaelewa, huyu anashindwa nini kukaa akatulia? Anahangaika mpaka vyumba ambavyo sijamwambia yeye akafungue. Akasema mama mchungaji huyo, baba, mimi sijawahi kuipata hiyo funguo nikaingia huko ndani ndo maana. Akasema, wewe unataka uingie ili iweje? Akasema, nataka nikajue, yani nijue kwamba huko ndani kuna nini. Labda kuna mali kubwa na mimi nijue kwamba mume wangu una hela. Akasema, nikupe funguo? Akasema, hata saizi nipe nikaangalie. Akasema, hebu acha mambo yako. Akaanza kuzozana wao kwa wao. Sasa kwa nini na wewe unakuwa uniamini? Mwanaume anasema hivyo. Kwa nini unakuwa uniamini? Kwamba mimi ninaweza nikaficha mali huko ndani wewe usijue? Yaani wakaanza kuzozana hapo. Mimi ikabidi nijishushe, nikasema, samahani baba, mimi nimekosea, lakini ningependa kuambia kile ambacho ulichoniambia, naogopa. Akasema, unaogopa nini wakati uliamua kufanya yote hayo? Usiogope kwa vile uliamua. Acha tu ya kukute ambayo yanakukuta kwa sasa. Nikawa nafikiria sasa namna ambayo mimi ninaweza nikaishi hapo kutokana na mazingira tayari nishaharibu. Siku moja nikaomba simu kwa mchungaji, akanipatia. Nikamtafuta rafiki yangu, nikamwambia, Vanessa, naomba unisaidie, mimi nahitaji kurudi nyumbani. Akaniambia, baba kakubali? Nikasema, kakubali kwa sababu mimi nimemkumbuka mama. Akasema, sawa, nitakutafutia, ila unisubiri baada ya muda fulani. Nikamwambia sawa. Baada ya hapo tukaendelea kukaa pale, lakini nilikuwa ni mtu ambaye sina amani. Nikawa ni mtu ambaye nawaza sana, nafikiria nini kitanikuta mbeleni huko kwa maisha niliyokulia ambayo ya shida, alafu bado naingia kwenye matatizo mengine. Siku moja nikabahatika kupata hiyo nauli. Jinsi sasa kusafiri, kwa sababu kipindi kile
alinisimamia tu yule rafiki yangu, ndo tukafika kule. Sasa mimi sijasoma, nikiangalia nipo kwenye nchi ya ugenini, alafu mazingira yenyewe sijayazoea kwa sababu sio mtu wa kutoka toka. Katika kule kanisani tunakoendaga, kawa kuna mkaka ambaye nimemzoea. Yule kaka siku moja nikamcheki, nikamwelekeza, nikamwambia mimi na shida hii. Akaniambia sawa, nitakusaidia. Nikamwambia haya. Sasa siku hiyo ambayo tuliongea kwamba tukutane ili aweze kunisaidia, baba akawa yupo na siwezi kutoka baba akiwa yupo, kwa sababu ule ulikuwa mpango wa kutoroka. Ikabidi ni mwelekeze mlizi pale, yaani ni mseti ili kile kitu kisijulikane pale nyumbani. Akasema sawa. Kesho yake baba na mama wakawa wametoka, ikabidi mimi nifanye mchakato sawa kuondoka. Nikatoka pale, tukaongozana na huyo kaka mpaka sehemu ya kupanda ndege. Yule kaka sasa akawa ananiambiaje, mimi hapa nimetokea sana kupenda. Kabaki kushangaa. Wakati huo unajiandaa na safari au mmeshafika airport au mkiwa wapi sasa nakwambia hayo maneno? Ongeza sauti kidogo. Yaani tupo njiani, tunakaribia yani kufika sehemu ya ndege, yani airport. Ndio. Yule kaka ndo akaanza kufunguka kuniambia hayo maneno. Akaniambia mimi nilitokea muda kukupenda, nielewe basi. Unajua mimi siwezi kukudanganya. Akawa ananiambia maneno mengi, na nikiangalia hali niliyopitia kwa mchungaji kule, mimi nikawa sielewi kitu hata kimoja, kwa sababu nikawa nina stress nyingi. Mimi nafikiria tu kurudi nyumbani basi. Akaniambia sasa leo usisafiri, uende siku fulani. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia inatakiwa tukae wote hapa tujuane. Nikamwambia mimi siwezi kubaki hapa, kwa sababu mimi hapa nilipo nimetoroka tu pale. Ikabidi nimwambie ukweli kwamba nimetoroka tu pale kwa mchungaji, nataka nielekee nyumbani. Mimi nimemkumbuka mama, ila sihitaji mchungaji ajue kwamba mimi nimeshaondoka pale na ninaelekea wapi. Akasema kwa nini? Nikamwambia basi tu nimekumbuka nyumbani. Sasa kama mtu unamshirikisha nimekumbuka nyumbani, hafuatilii kwamba huyu mtu amekumbuka kwao, ngoja nimtafutie nauli, unafanyaje? Si unafanya kutoroka. Akaniambia sawa, lakini kwa nini usinikubalie maombi yangu? Nikasema maombi gani bwana? Basi twende wote nyumbani, alafu kikakaa kule, wewe ukirudi huku tutakuwa tushajuana hivyo. Ananiambia mimi siwezi nikasafiri sasa hivi. Yaani tulivyosimama pale tukaanza kubishana sasa. Yeye anataka nibaki pale kwa sababu ameshanisaidia kutoka mazingira pale. Mimi hapa natamani kufika nyumbani. Yaani ikawa mvutano. Kwa hiyo ikawa imeisha hiyo. Yaani katika muda ule wa kuvutana ukawa muda ushaenda. Kabidi nisubiri sasa nimsikilize yeye. Lakini nikamwambia mimi sitakiwi nitoke nje ili watu wanione, kwa sababu wakishaniona wale waumini wa kule kwa mchungaji lazima siri itafichuka. Akasema sawa, usijali. Nilikaa kama siku 3 hivi kwake, lakini hapo ndani nikawa sina amani. Yaani nikawa ni mtu wa mawazo, masaa 24 nakuwa nawaza vitu vingi. Siku hiyo yeye mwenyewe akaamua tu akasema, yaani naona kama hauna mudi kabisa kukaa na mimi hapa ndani.